huu mguu ulikuwepo wa kwako. Nimetoka kwako hasa hivi hapa. Mimi bwana nilikuwa nimetoka. Kama unavyojua ndugu yangu, ukishakuwa baba tena wa familia lazima muda mwingine utoke kutafuta riziki ili watu nyumbani wapate kula. Haya, kuna tatizo gani au kuna shida gani? Tuachane na hilo. Ila kuna jambo jingine la dharura ambao lilonileta jingine tena, kuna jingine tena. Yako hayo? Brother, hivi alokuwepo kule nyumbani kwako ni mdogo wake wa mke wako ama? Yule mimi ni shemeji yangu kabisa. Na yule mke wangu na yule ni mtu na kaka yake. Yaani ni mtu na dada yake. Brother, nilichokiona pale nyumbani. Pale hamna ukaka, hamna ushemeji. Yaani nilipofika pale nyumbani kwako, nilipogonga mlango, kwa kile nilichokiona, si wakatoka yule shemeji yako na mke wako. Sasa nimemkuta yule shemeji yako anavaa t-shirt nini, anafunga vifungo. Ila kwa mtizamo tu wa kawaida kabisa. Baza wale hamna cha ukaka pale, wale ni wapenzi ile wanakuficha. Hivyo una akili sawa sawa. Blaza, ningekuwa sina akili ningekwambia, nisingekwambia. Kwa hiyo watu wakitoka ndani, sijui umefunga visikizo, sijui umefanyaje, ndio wapenzi. Kwa hata kuniambia umenisimamisha hapa, kuna jambo kama hilo. Hivi una akili kweli wewe? Blaza, sio mtu, yani mdogo mtu lazima umkute nje blaza. Sikiliza wewe. Mimi najuaga wewe ni mbea. Siku zote wewe ni mbea, najua hilo fika. Wewe Muba ni mbea. Sasa wewe umbea wako huo, katafute watu wa kwenda kuwahadisia, sio mimi. Nataka uniambie kitu kimoja. Ulinifuata nyumbani, ulikuwa una shida gani na mimi? Asa sikia. Tuachane na hilo. Ila lililonileta kabisa. Pale kuna mshikaji kanipa kazi. Unaona? Ila kaniambieje? Nitafute mwenzangu tu yao wawili ili tufanye haraka. Ila hasa mimi nimeona nimekuja kufanyaje? Nje nikwambie wewe. Unaona? Twende tukapige ile kazi haraka haraka. Mimi nifanye kazi na wewe mbea. Mimi nifanye kazi na wewe. Kwa mimi sistahili. Sifanye hiyo kazi na wewe. Puzi, wakatafuta mtu mwingine. Ila watu bana. Yaani wewe unamwambia vitu vya msingi, afu yeye anakuchukulia kola. Haya bana. Da? Koka mfuma bwana. Ya ndio hivyo mwanangu, mshikaji umekuta mwanaume ndani mule mwanangu. Na nakwambiaje? Yaani issue nzima ile ya yule demu kuingiza mwanaume mule ndani, mimi ndo nimecholesha ule mchongo. Ya? Na mshikaji tumepiga hatari, yani tumekanyaga kweli yani. Hali. Asopo mimi nakwambiaje? Yule mwanamke mtu ajabu sana yani. Unajua mshikaji alikuwa anamzingatia sana yule mwanamke pale ofisini. Mwanamke anahitaji nini? Jamaa mwanamke anapiga simu, mshikaji anapeleka mazingira nyumbani. Umeona? Lakini dakika za mwisho mwanamke anaenda kutoka na watu ajabu yani. Au ndo wanawake man. Wanaweza kazalao 2000 kila siku, wakathamini 30,000 ya siku moja. Yaani mume zako ndio maana kuna muda naithamini sana sabuni ya shilingi 200 kuliko hata wanawake. Nikienda kuoga bafuni hivi, nikitumia nusu saa, mambo yangu nimekuwa nimemaliza kule. Bwana yaani mimi mwenyewe familia yangu inalazimisha kinoma nioe mwanangu. Lakini nikifikiria mambo yenyewe ndo haya. Hata tamaa yangu ya moyo inakata kabisa man. Acha bwana. Maana wanawake ndio walioshawishi Adamu kula tunda. Kweli aisee. Ndio alosababisha Adamu kula tunda ambalo lisio kuwa na mbegu katikati. Unajua ni tunda gani? Isiye kama ndio hili tunda tunaogombania mwanangu yani. Amini mwanangu. Hatari. Shemeji. Vipi lile swala, mbona kimya sana? Kuhusu lile swala. Lile swala bwana shemeji, yule jamaa bwana amepata matatizo. Amemfumania mke wake na mwanaume tena ndani ya nyumba yake. Acha basi. Ndio maana unaona kama vile nipo kimya, sipo kimya. Nilikuwa nafuatilia ile swala. Maana pale nimeenda siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu nikashangaa. Mbona ofisi imefungwa siku 3? Nilipoona imefungwa inabidi sasa nikamfuatilia jamaa, nikakutana naye, nikamuuliza bwana kulikoni? Ndio akaanza kunihadisia aliyompata. Yaani mke wake amemuingiza na mwanamume ndani ya nyumba ya mume wake, tena kwenye kitanda ambacho yule mwanamke anaana mume wake. Yaani jinsi alivyokosa aibu yule mwanamke. Ila pia bwana shemeji, nikwambia jambo moja. Sio, unanielewa? Kwanza toa hofu kuhusu hilo swala. Jamaa yule mambo yake kishaisha,
pale utaendelea na kazi kama kawaida. Lakini kingine, bwana shemeji, wewe ni mwanaume na mimi ni mwanaume. Sawa? Japokuwa ni shemeji yangu, sisi pia ni wanaume, au sio? Na wewe napenda nikwambie kitu kimoja. Asibu umeshakuwa mwenyeji hapa kijijini, sio mgeni tena kwa muda ambao umekaa. Na kusihi sana, japokuwa upo ugenini, lakini haupo ugenini kwa sababu upo nyumbani kwa dada yako, upo nyumbani kwa shemeji yako. Kwa hiyo hauna ugeni tena. Naomba uwe makini na kila kitu cha kwenye hichi kijiji. Yaani uwe makini na kila kitu. Na pia uwaheshimu wana kijiji wa hichi kijiji. Kila utakayekutana naye wewe, haijalishi mkubwa ama mtoto, muone kama mkubwa mwenzako, muheshimu. Kuwa makini. Unapokuwa upo ugenini, sehemu ambayo haujawahi kufika, unafika kwa mara ya kwanza, unatakiwa uiheshimu kwa sababu huwezi jua watu wanaishi vipi, wanatamaduni gani wa hicho kijiji. Kwa hiyo kuwa makini shemeji yangu. Sio kama nakutia hofu na kuelekeza kama mwanaume mwenzangu. Sawa shemu? Sawa. Na kuhusu ile jamaa kama nilivyokuambia, mambo kisha kule, basi sala itakuwa yani swala itakuwa safi, utaendelea na kazi kama kawaida. Ila yule mwanamke, yani nafikiria yule mwanamke yule jamaa, yani sijui amepata yani ujasiri gani? Na mwanaume kweli kabisa, mwanaume ndio ulikotoka na kwenda kule nyumba mwanaume mwenzako kulala mwanamke wa mtu. Yani kwanza yule sio amekosa uoga gani? Yani najua mpaka nashinda kuelewa. Sababu na shemeji, niko na sehemu moja nataka niende pale, ila nawahi kurudi. Asa najua usilewe bwana, maana mchana mla chakula. Sawa shemeji. Ndio hivyo yani Ancholi. Kijiji kizima yametapakaa mambo ya mke wake Mwando. Ningeajulia wapi mwenzangu? Na wakati muda wote nipo shuleni. Kurudi saa 12. Lakini yule mdada umzanii na upole wake, Mtu mpole muogope. Kama samaki, amejaa maji mdomoni lakini ana maneno. Yaani ndio hivyo. Mambo. Poa, karibu. Asante. Karibu. Asante. Nimekukumbuka sana. Niko nawe kutembelee. Karibu, si tupo. Asante. Vipi lile swala langu ambalo nilikwambiaga? Hapa sio sehemu salama pa kuongelea, maana kaka yupo ndani, afu ni mtatu. Wewe nenda, mimi nitakutafuta. Poa. Sasa nipatie namba yako ya simu. Mimi sina simu. Sasa utanipateje? Wewe si ushanielekeza pale kwa kaka, kwa shemeji yako. Mimi nitakufuata. Poa. Wasitu. Abe kaka. Yule ni nani? Yule rafiki yangu. Rafiki yako ni yupi yule? Rafiki yangu wa kule. Kaka naye bwana imfuata mambo yako. Yesu mpaka nijue. Sikitu. Yule ni nani? Mbona kama ni mgeni kwenye kijiji chetu? Kweli ni mgeni. Shemeji yake wa Mtupeni ametoka huko da. Lakini mzuri. Shemeji yako yule. Taratibu. Vingine viparamini. Ila nimechoka mwanangu. Ndio hivyo, vumilia. Sasa sikia. Ngoja mimi basi nifuate pikipiki kwa fundi niangalie naendeleaje huko. Basi sawa. Ila usichelewe ili uje na mboga. Sawa.
ndugu yangu, ndoa yangu imekuwa ina matatizo sana, yaani sina amani kabisa. Mke wangu sasa hivi hanipi kabisa tendo la ndoa, na sio tu kunipa tendo la ndoa, yaani amekuwa hana hata furaha na mimi tunapokuwa tupo kitandani. Yaani kwa ufupi, mimi ni kama vile kichefuchefu kwake nimekuwa sasa hivi, na sielewi kwa sababu gani amekuwa hivi. Unajua Mtupeni, ukija kuona mwanamke kwenye ndoa yake amepunguza mapenzi, ujue ana mwanaume nje ya ndoa yake. Hapana, kwa Mamundi ambaye ni mke wangu mimi hawezi kufanya kitu kama hicho, kwa sababu unamwamini sana, tena sana. Sawa, lichunguze hili swala, lichunguze kwa makini sana, afu utakuja kuniambia. Sasa ndugu yangu, ukisema hivyo kwa unamaanisha kwamba mke wangu mimi ana mwanaume mwingine nje, si ndio? Sijamaanisha hivyo, ila sina 90%, ila ninazo 50% kwa 50. Unajua sisi tulio ndani ya ndoa, yaani kwa mkeo utaweza kulala naye ndani kwa wiki ndani mara moja, lakini akienda nje mara kwa mara anakuwa tayari amesharidhishwa huko alikotoka. Kwa hiyo kwako atakuwa au usiku ukimwambia una shida naye, una haja na yeye, atakuwa amechoka. Basi sawa ndugu, mimi nimekuelewa ulichoniambia, nitalifanyia kazi. Niko na sehemu kidogo naenda mara moja, ila sitachelewa kurudi. Haina shida. Kwa sasa twende nikakuoge. Kwani sio mpo shemeji kwa ndani? Tata yupo. Hayupo. Kweli? Hayupo. Ameacha. Sasa ulikuwa wapi? Afu mlango umeacha wazi, muda mrefu nimefika hapa upo ndani.